Naam, karibu sana ndugu mpenzi mtazamaji. Kwa majina naitwa Godbeatus Kalipuka. Leo hii nipo hapa na kijana mwenzangu, atajitambulisha anaitwa nani, anafanya shughuli gani? Kwa majina naitwa Saidi Swedi Ali. Unafanya shughuli gani? Naona hapa unafanya mambo ya sound. Sasa sijajua kiprofessional hii mnahitaji. Ni hivyo hivyo tu, ufungaji wa muziki kwa kitu kwa Kiswahili wa lugha iliyokuja na ndege, ndo mambo ya sound check up. Mambo ya sound sio? Okay, sawa. Hii mambo lazima usome. Lazima uende shule upige kitabu au ni ujuzi tu wa mtaani tu? Kwanza kitu lazima ukielewe kwanza ukipende. Alafu mimi ni natural, ni kipaji. Masuala ya electric ni kipaji kutoka moyoni. Yaani nilikuwa napenda, alafu ni kipaji ambacho ninacho. Umesema swala la electric, maana yake masuala ya umeme sio? Kwa maana wewe unapenda masuala ya umeme toka kitambo. Kwa maana yake masuala ya umeme imekuwaje kwenye umeme mpaka kwenye mambo ya sound? Yaani na sound haiwezi kutimia kama umeme hakuna. Lazima pepo na umeme, then nafuata sound, mambo mengine yanaendelea yote. Okay. Kwa mtu hata ukijua kuseti sound vipi, kama hujui mambo ya umeme bado unakuwa hujatosha. Unaweza kwa kazi yako wewe unasubiri watu wafunge wamalize, alafu unakuja una set. Okay. Na hiyo ni mbaya. Kwa upande mwingine nzuri, kwa upande mwingine mbaya. Kuna kitu vinakuwa na nini nasema faida yake, na vitu vingine vinakuwa na hasara yake. Ubaya wake uko wapi? Ukiwa mtu wa mambo ya sound lazima ujue umeme na ujue kuwa mtu wa setting. Na vitu hivi vyote viwili lazima uwe navyo. Maana mimi kwa uelewa wangu najua mtu wa sound ni mtu wa sound na mtu wa umeme ni mtu wa umeme. Naona kama hizo ni taaluma mbili tofauti. Ni kweli taaluma mbili tofauti. Sound ndio usika kusimama kwenye sound tu. Lakini masuala ya umeme, nitakupa mfano mzuri pale Tandika na nyumba yetu sisi ya urithi. Wiring nimeweka mimi mkono wangu. Wiring ya nyumba nilipotuletea mimi. Kwa hiyo vitu kama hivi mtu anatakiwa lazima uvijue vyote kwenye masuala haya ya sound. Ujue umeme na ujue masuala ya setting. Leo hiyo usingefika hapa ulipofika kama ungekuwa ujue mambo ya sound. Mambo ya setting kwa ujue. Hivyo. Sawa, nimekuelewa. Kwa maana ni muhimu ujue kulingana na mazingira yetu, sio? Ukisema ujue tu kitu kimoja unaweza kukosa fursa pia, sio? Kivipi yani? Kwa sababu kuna stories zinaendelea, zipo hizo story nyingi kwamba mtu unabidi base kwenye kitu kimoja, uwe mtaalamu kwenye kitu kimoja, usiwe mtu unajua hichi. Sio kweli. Ndakumba mfano mzuri. Unajua mimi nimefanya kazi katika meli baharia. Baharia hafanyi kazi moja. Ukiacha masuala ya kusimamia mambo ya kwenye meli, baharia hafanyi kazi moja. Meli imezingua, watachomea, wanapaka rangi, wanafanya usafi. Hapa taa inahitajika kuwekwa, baharia anaweka. Umeona? Uwezo kufanya kazi moja, unafanya kazi moja kama shanuo. Watu wa mjini wanasema lazima uwe kama ungangano, chapati, maandazi, sijui mikate. Hivyo. Ipo hivyo. Sawa. Nimekuelewa. Na mimi pia na support, lazima mtu usi base kwenye kitu kimoja. Lazima uwe na vitu vingi ambavyo unavijua. Hata kwa mfano kama wewe unafanya sound, ukifika sehemu lazima uunganishe umeme, ujue umeme unatoka wapi, unaingizaje umeme kwenye hizo mashine zako. Kwa maana lazima ujue umeme, sio? La sivyo maana itabidi uajiri mtu mwingine. Mtu alafu unatoa pesa yako mfukoni unampa. Kile ambacho umechokipata ushapunguza tayari kwa ajili ya familia. Inakuwa make sense. Unaona sawa, lakini inakuwa make sense. Sawa, hapo nimekuelewa vizuri sana. Kwa sasa ninahitaji vitu gani au vifaa gani kama ni mtu ambaye naanza nataka nifanye hii biashara ya sound, ya masuala ya sound? Inabidi niwe na kifaa gani naanza, au mtaji wa shilingi ngapi inabidi uwe nao? Hiyo biashara inafanyaje? Unajua kwanza hivi vitu dukani vimesimama. Hivi vitu dukani hela yake ndefu, sio kitoto. Yaani ukiwa na mtaji wa lele mama huwezi kununua. Kama shilingi ngapi hivi mtaji wake kwa makadirio? Kwa amna nimejikaza sana, milioni 50.
Milioni 50. Namna hapo. Bwana, mbona mtaji mkubwa sana? Unakuta kitu cha chini kinauzwa 400,000 600,000. Kitu cha chini 400,000 600,000. Kitu gani hicho? Kitu gani hicho? Unakuta wireless, microphone wireless. Kuna 400,000, kuna 600,000. Kutegemea na umbali wa unavyopeleka sauti. Kuna amplifier kuna 200, kuna 250 sijui, kuna buku, kuna 2000 ukubwa wake, kuna 4000, kuna 5000, kuna 7000. Na hizi zote zina bei tofauti. Kwa hiyo huwezi ukasema labda mtu anaweza namtaji labda wa milioni 1. Sio kweli, haina uhalisia. Bora ukaenda kushauri, bora ukatafute kiwanja tuanze kuwekeza kwenye kujenga. Milioni 50 shehe wangu. Mbona hiyo ni mtaji mkubwa sana wa rafiki yangu. Sahihi kabisa. Yaani ninachozungumza ni experience nacho, kwa sababu pale Kariakoo pana mdogo mmoja anamiliki vitu kama hivi. Sawa. Yule licha kutengeneza vitu kama hivi masuala ya maulidi, akaja kanunua na sound ya mtaani. Ilimgharimu milioni 150. Kila kitu kanunua. Ana maspika, ana subwoofer, sijui ana amplifier, milioni 150 complete. Sasa kama yale ya kwetu juu kule, kila kitu anacho. Makawa yale, sio? Yeah. Sasa kwa mtu anayeanza so lazima awe complete. Anaweza kaanza kidogo na yani mimi nataka ni mtu ambaye anaanza kidogo ili anajitengeneza, lakini angalau anaweza kapiga show ambayo sio kubwa. Show ndogo anaweza kapiga birthday, akaanza vipaimara vidogo hivyo yani. Sio kwa milioni 1 bado ndogo. Bado unafika sehemu utakwama. Kwa hapo bado shingapi nahitaji? Kwa sababu mfano mzuri utataka wireless. Mfano mzuri wireless. Hiyo. Hii kuna 400,000 na 600,000. Picha linaanza. Ndio. Picha linaanza kwenye 400,000 na 600,000. Ushanunua tayari ya kwenda masafa marefu 600,000. Kitakachofuata kitu gani hapo? Nini labda nishabaki 400,000. Tufanye 400,000 sasa. Unakwenda unanunua kawa moja. Kawa. Kwa nini ninunue kawa? Naweza nikanunua speaker. Speaker gani? Yaani speaker kama hizo. Yaani kama mimi nataka nifanye labda shughuli, unapata hilo, lakini kwa ni kawa lazima. Ni gani? Sasa hivi watu wamebezi sana kwenye mambo ya maulidi. Sasa kama ni shughuli labda harusi inafanyika ukumbini. Ukumbini unaweza kupata hiyo. Kwa kumbe manake kuna shughuli zingine ambazo zinahitaji sound tofauti kwa sababu inafanyika nje. Yaani sound, yani shughuli ambayo inafanyika nje na inafanyika ndani inahitaji sound tofauti. Nje kwenye uwanja kama hivi? Nje kwenye uwanja wa wazi. Sound lazima ziwe tofauti. Lazima uwe na kawa. Kwa sababu utakapokuwa umefunga kawa, umeona kama mfano kama ile kawa imefungwa juu kule, ile sauti yake inakwenda mbali sana. Lakini kama ni ukumbini uhitaji kawa. Ukiwa na midi zako 4 tu hizo, unaweka kushoto kulia, umemaliza. Kwa maana kama nafanya kazi mimi nataka nianze kidogo, nikianza na ukumbini na nitosha tu. Sababu ukumbini nafasi ile inakuwa iko limited, yani unaona kabisa hapa ndio mwisho, hapa mwanzo, hapa mwisho. Hamna labda milioni 3 au milioni 5. Milioni 5. Milioni 50 ulikuwa unanimaliza kabisa. Wallahi billahi nakwambia ndio uhalisia. Nasema ni milioni 50 ulikuwa unanimaliza. Kwa nini? Yaani hapo ulikuwa unaongesha tamaa kabisa mtu ambaye anataka kuanza. Tamaa wala nini. Ila ndio uhalisia na experience nilikuwa nayo. Na ndio vitu ambavyo nimevishuhudia katika harakati zangu. Kwa nikiwa na milioni 5 nafanya. Naanza yani. Kwenye huu ulimwengu wenu mnakodisha vifaa? Kwenye shughuli ya namna gani? Yaani kwamba mtu anataka hana vifaa vya kutosha, anaweza kakodi. Anakodi vifaa. Wakati anajitafuta. Kwa mfano unaweza ukawa na speaker zako, labda let's say una speaker zako, kawa zako 3 za mchongo, watoto mjini unasema unampigia Adamu, nataka kawa 3 hapo. Tayari 6 hizo kwa amplifier yako ya mchongo, shughuli za hapa na pale unakamata 80 laki ukosi. Sawa, wakati unaendelea kujijenga, sio? Sawa, lakini ni biashara nzuri, ni biashara ya msimu. Hii haina msimu. Yaani kama dafu vile.
Maana dafu muda wote sokoni ukienda unalikuta, nazi ukienda sokoni muda wote unalikuta, tofauti na embe na nasi yana msimu. Inakwenda kwenye maulidi, itakwenda labda kwenye sherehe za ukumbini, itakwenda tunafika mpaka kwenye msiba ya Kiislamu, tunakwenda kufunga saundi mpaka kwenye misiba ya wasoko Waislamu. Ndio maana nikakwambia hii kama dafu vile halina msimu. Sawa sawa, nimekuelewa sana. Kwa hiyo unashauri nini mtu anataka kuingia kwenye hii biashara sasa? Cha msingi kabisa, kwanza kama experience hana ya hii biashara, atafute washauri wazuri wa kumshauri. Alafu kitu kingine, uwezi kwa bosi wako wanafanya kazi wewe. Hata wewe unanioji sawa, wewe bosi wa channel, lakini lazima utakuwa na watu ambao wanakutegemea wewe. Kwa mfano mtu anayeshoot pale, yule lazima ule umrespect, yani ule ukimrespect kazi inakwenda vizuri. Brother mwenye vyombo hivi Shadamu, sawa, Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu, ana respect vijana wake wote, ana respect zaidi ya maelezo, anawazingatia zaidi ya maelezo. Tunakuja kabla tujaja huku, jana tumetoka kwenye shughuli juzi, anaongea na sisi asubuhi, nikamwambia mimi bwana, moja kwa moja mkija hapa mnaondoka mnaenda Bagamoyo, lakini nikamwambia shehe, mimi napita nyumbani naenda kubadilisha nguo. Akaniambia haraka, lakini ilinichukua lisali moja kutoka Buguruni mpaka Mwananyamala. Nikawahi kweli, tunapanda kwenye gari tunakuja huku. Anafanya nini? Ana respect vijana ambao wanamuingizia pesa. Kwa kumbe kwenye hizi kazi nimependa ambavyo nimekuuliza kuhusu ushauri unaompa kijana anataka kuanza hii biashara. Hujakimbilia moja kwa moja kwenye mitaji, umeenda moja kwa moja kwenye namna ya kufanya kazi na watu. Yaani ukishajua namna ya kufanya kazi na watu, hivyo vingine vyote, fursa nyingi njia zinafunguka. Nimependa sana hiyo. Yaani nimeipenda hiyo. Hiyo noma sana. Ipo hivyo. Yaani kuna vitu vingine uvijui, lakini kidogo kidogo utaanza kuvijua. Njia utaanza kuzijua. 1 2 3. Mwisho wa siku nawe unajikuta umefika mbali kwenye maisha. Lakini unakuta sitaki kumtajia mtu jina. Sawa, sisi Waislamu tunasema man satara musliman satarahu Allahu yawmal qiyamah. Ukimstiri mwanadamu mwenzio hapa duniani, Mwenyezi Mungu atakwenda kukustiri siku ya kiyama. Kuna bosi mmoja ana vyombo vyake. Ase jamani, jeuri, anadharau, kiburi. Akiwa hana mfanyakazi ndio anakutafuta. Mimi kwa jinsi nilivyofikia, mimi najiamini, tena najiamini sana. Shehe mwenyewe ananiamini, Shadamu ananiamini, sio mara moja, sio mara mbili. Kwa hiyo mimi nikamwambia wala unisumbui. Mimi ukinipata kazi, mimi kazi nitakupa. Wewe ukipata kazi ukiniita sawa, usiponiita pia sawa. Kwa sababu riziki inatoa Mungu. Sasa ni utofauti hapo umeona kati ya mabosi wengine wenye vyombo na Shadamu. Shadamu anawaheshimu kwanza wale wanaomfanyia kazi. Cha kwanza kabisa heshima. Ana kipato, ana nyumba yake nzuri, ana familia nzuri, lakini ana respect hawa wengine. Ndio siri ya mafanikio. Unamtaja Shadamu. Shadamu ni ndo mwenye hivi vifaa? Yeye ndo viko hapa mbele yangu. Yeye ndo msumbufu katika mji huu. Hata umpe shughuli 5 kwa siku atafunga. Maana ana vifaa vingi. Vifaa vya kutosha. Inabidi nimpate unijue alianzaje. Anapatikana. Okay. Sawa, Shadamu anaitwa. Safi, nimeipenda hiyo. Mwananyamala. Okay, sawa. Kwa hata shughuli zikiwa ngapi anafanya? Kajipambanua manake kwa muda mrefu sana. Hata 5 shughuli ukimpa anafanya. Anakodi vifaa au vya kwake mwenyewe? Pale kwake ana chumba special store kimejaa kila aina ya vifaa unavyovijua wewe vinavyohusiana na masuala maulidi. Akajapanga pale Mwananyamala akajenga kwake, lakini ana chumba special tunasema store. Wewe mtu unamuonaje, unamchukuliaje? Kwanza kabisa licha kwa vitu hivi vyote na Mwenyezi Mungu akamjalia kipato, pia ana respect. Heshima, maana heshima jinsi inavyosababisha watu, Mwenyezi Mungu anazidi kuwafungulia milango ya riziki. Cha kwanza kabisa respect mtu. Uwezi kujua wale walio nyuma yake wana baraka gani kupitia riziki ambayo wewe utakayompatia.
yeye atanipatia mimi kuna watu wengine huko nyuma wananitegemea, na mimi nitakwenda nitawapa familia yangu, watakula, watashukuru, alhamdulillah. Mwenye alotoa Mwenyezi Mungu amzidishie, baba yetu pia amzidishie, mimi napata baraka, yeye Mwenyezi Mungu anazidi kumzidishia pia. Mabosi wengi wamekuwa hawana nidhamu kwa wafanyakazi wao. Kweli nimependa jinsi maongezo yetu yalivyoshift kutoka kwenye utaalamu wa ufundi mpaka kuingia kwenye utu sasa. Kwa sababu ni vitu ambavyo vinaendana, sio? Vinashabihiana, yani ubinadamu ndio wenyewe wanasema kazi na utu. Kuna utu afu na kazi. Sio unasimamia kwenye kazi tu, utu hauwezi ukatoboa. Mabosi kama hao walikuwa wengi sana, lakini leo hii hawapo kutokana na utu walikuwa hawana. Kwa hiyo unashauri nini kwa mabosi? Yaani ushauri ambao unaweza ukatoa namna ambavyo, au niulizaje, kwamba mtu kama mfanyakazi sawa, adili vipi na mabosi wa namna hiyo ambao hawana utu au nini? Mfanyakazi adili vipi na mabosi hao? Wewe mfanyakazi, simama kwenye utu. Inatakiwa mwelekeze bosi kwa vitendo, jinsi kwamba watu wanaishi hivi, watu hawaishi hivi unavyoishi wewe. Mwelekeze, sio mwelekeze kuna kumwelekeza kwa maneno, afu kuna kumwelekeza unafanya vitendo wewe, kwamba yeye akiwa anafanya hivi wewe unakwenda hivi. Yeye atakaa mwisho wa siku, mbona mimi nikifanya hivi sipate achana, lakini wewe ukifanya hivi kwa hivi, yeye mwenyewe ataanza kujirudi. Shahada, Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu. Yeye anafikiri kizazi chake, anajua kuishi na vijana, anajua kuishi na watu kiukweli kabisa. Sawa. Nashukuru sana kwa maongezi yako. Jitambulishe mara ya mwisho, watu wakufahamu ni nani na unafanya shughuli gani, unapatikana wapi, watu wakikuhitaji na nini? Kwa majina naitwa Saidi Swedi Ali, ni mkazi wa Dar es Salaam hapa mwenye asili ya Zanzibar, lakini napatikana Buguruni. Najishughulisha na masuala haya ya kufunga maspika mataa kwenye maulidi, kwenye misiba, kwenye shughuli nyingine za kijamii zenye maadili. Ataka inihitaji, atakuwa unapenda atakayetaka kuuza kuonana na mimi, asisite kunicheki kupitia 0692558597 0692558597. Asante. Shukrani sana. Asante.